Tukiwa tumekita tukambi hapa katika eneo la Youth Empowerment Center. Sijui kama itakuwa inaonekana, lakini sioni kama inaonekana. Tukiwa tuko hapa kuhakikisha kwamba tunakuletea habari kulingana na siku ya leo, ikiwa kumekuwa na baraza ambapo wakazi tu wa sehemu ya Timbwani wamekaa na kuzungumza masuala badala. Ukiangalia nyuma yangu hapa utaona ni viongozi tu ambao wako hapa. Utaona tupo na viongozi wa kutoka kwa kitengo kubwa cha Rais wakiwa wanaongozwa na Madam Chief. Wacha tuzungumze nao tuone wana yepi ya kutuambia. Habari yako? Nzuri sana. Majina yako sijui unaitwa nani? Jina langu naitwa Halima Juma Mwalizuma, ndio chief wa hapa Timbwani location. Niko na wenzangu hapa ni assistant chief anaitwa Mashua, na hao ambao tuko nao hapa ni wazee wa mitaa, mabalozi na wengine kutoka mashirika tofauti ya kijamii ambao tuko nao hapa kuhusiana na mazungumzo kuhusu usalama katika area yetu ya Timbwani. Na baraza hii yetu ya leo ya usalama tumeongelea mambo mengi kuhusu usalama, hali ya usalama ilivyo katika area yetu ya Timbwani. Pengine tu kwa ufupi Madam Chief, ujaribu kutueleza pengine ni vipengele vipi ambavyo mmekuwa mkivizungumzia kuhusiana na uhalisia wa pengine tabia nchi na masuala tu mengine. Pengine ujaribu tu kutueleza ni vipi mmekuwa mkizungumza na ni vipi itaelekea paka ifike ndani ya wanajamii wenyewe. Okay, vipengele kuhusu tabia nchi ambao tumezungumzia hilo leo. Tumewakumbusha wazee wetu wa mtaa pamoja na mbalozi na wananchi wengine kuhusu ile act ya rais, policy ya rais ambao aliyosema kuwa kila chief kila mwezi Ijumaa ya kwanza kila mwezi tunapanda miti kwa ajili ya kurekebisha hali ya tabia nchi ya nchi yetu. Na kwa leo tumewahimiza wazee wetu wa mtaa na tukamwambia kuwa hili ni zoezi la wananchi wote na wao wakijumuika na machifu katika hili zoezi. Na kama kuna wazee wetu wengine wa mtaa ambao pia bado wamelichukulia hilo kwa uzito, kuna wengine wameweka seedlings ambazo pia wanasaidia katika kuweka katika kila area tofauti ili kupanda katika miji, especially hizi fruits ambazo ni za faida. Kwa hivyo itakuwa tunatengeneza tabia nchi na wakati huo tunaongeza idadi ya chakula katika area zetu za Timbwani. Nikiona tu pengine naona yupo pia chief wa kiume. Pengine tuzungumze tu, pengine utuambie ni vipi masuala haya ya kupanda miti kuhakikisha kwamba eneo letu hili la Timbwani linakuwa sawa na kulingana tu na kusherekea ambapo kumesherekea tu upanzi wa miti ama tuseme mazingira duniani kote. Hapa tu majuzi nimeona tumesherekea. Pengine ni vipi vipengele vipi ambavyo mtatilia maanani kuhakikisha kwamba inakuwa ni uhalisia ndani ya Timbwani? Katika masuala ya upanzi wa miti tuko na zile sehemu ambazo tunaona tunaweza tukapanda miti na tumezi identify, na kupitia ushirikiano wa wazee wetu wa mitaa na vijana tumepanga kuanzisha mambo ya nursery seedlings, tuweze kuhakikisha kwamba kwa sababu kuna uhaba wa hii miti yenyewe, tuweze kuona kwamba tunatengeneza miti zile seedlings kwa wingi ili tuweze kuanza kuzipanda. Hiyo tu ndio strategy ambayo tuko nayo, kwa sababu mara nyingi ikifika siku ya kupanda miti tunapata miti inakosekana. Kwa hiyo kujaribu kutatua hilo tatizo ni kwamba tutaanzisha strategy ambayo itakuwa ikiwezekana kila kijiji kiwe na sehemu yake ya seedlings ambazo itakuwa inaangaliwa na mzee wa mtaa na wananchi wenyewe. Na pengine tu kulingana na masuala ya usalama ama pengine security kwa lugha ya King'eng'e, pengine ni vipi ambavyo mnafanya kuhakikisha kwamba usalama upo sawa katika eneo zima la Likoni ama Timbwani kwa ujumla? Kwa majina yanaitwa Esha Kubwa, assistant chief Mrima sublocation. Swala la usalama tumelivalia njuga kama watu wa Timbwani. Tualalisha, tuna ushirikiano kati ya mabalozi, wazee wa mtaa, chief, polisi, sote tunashirikiana kuimarisha usalama. Pengine tu ukiguzia pia katika neno hilo la usalama katika kitengo cha usalama, mzee kama mzee wa mtaa unafanya kazi vipi kuhakikisha kwamba usalama unakuwepo? Kwa majina ni Abud Athman Mohamed, mzee wa mtaa Vanga Estate, chairman wa wazee wa mitaa welfare group. Sisi tunachukua hatua za kuangalia usalama na kuthibitisha wananchi wa eneo la Timbwani
wanapata usalama kwa ushirikiano na security panel na wengineo, ili tuweze kuwa na amani na kupunguza usalama. Kwa wakati huu usalama uko katika hali mzuri na tunashukuru Mwenyezi Mungu. Naam, na pengine tu dada hapa nimekusikia pale ukizungumza kuhusu ya kwamba ukisema wewe ni mama mwenye pesa ndani ya Likoni. Pengine utuambie tu ni mama mwenye pesa kivipi, na pengine unafanya vipi kuhakikisha kwamba vikundi vyote ambavyo vipo ndani ya Likoni, vikundi vya kina mama, vikundi vya vijana, kuhakikisha kwamba wanapata hela za kujisaidia katika biashara zao ama kujiendeleza katika uhalisia wa maisha? Kwa majina naitwa Zena Care, natoka mtaa wa Vanga Estate, na mimi ni chairperson under Uwezo Fund under the courtesy of Mama Mishi Juma Mboko. Mimi nimeteuliwa katika kitengo hichi ili niweze kusaidia wamama katika miradi yao midogo midogo, ambapo pesa hizi ni pesa za Uwezo Fund na ni mkopo, na mkopo huu pia hauna interest. Tunaupeana mkopo huu kwa duration ya mwaka mmoja, ambao inaweza kusaidia wamama, vijana na person with disability. Na pesa hii tutakupatia, tunazungukia vikundi kuangalia kama kweli ile miradi ipo. Kwa sababu saa zingine unaweza ambiwa kuna miradi na kumbe ni gushi, ile pesa watu wanaitumia kiholela, hawafanyi miradi. Na katika kitengo changu Likoni, kama mteule wa Likoni sub county, nina vikundi takriban 64 ambavyo vimefanya vizuri katika miradi yao, na hivi karibuni pia nitafanya check issuance ya vikundi kadhaa kupatiana hiyo hela ili waweze kuendeleza miradi yao. Basi hawa wamekuwa tu bado ni stakeholders, tukisema kwa kingenge tu, lugha kingenge, ya kwamba wamekuwa tu wakizungumzia masuala tu ya amani ama masuala tu ya kuhakikisha kwamba mambo hapa Likoni yanakuwa ina usalama. Sitati Musa, Anika TV.